Lengo kubwa la serikali ni kuhakikisha sekta hii inachangia kwa sehemu kubwa kwenye pato la taifa, yani GDP, huku wananchi mmoja akinufaika na uwepo wa rasilimali za misitu hapa nchini. Katika kufanikisha azma hii, wizara inahakikisha wakati wote inaweka mazingira wezeshi kwenu ninyi ili mfanye biashara za mazao ya misitu kwa ufanisi. Kama jana tulivyoambiwa, tufanye biashara ndani ya nchi, nje ya nchi, tu export. Uwezo huo tunao na sababu tunazo. Mazingira haya yanawekwa kupitia maboresho ya sheria na kanuni zetu ili kuendana na matakwa ya sera ya taifa ya misitu ya mwaka 1998. Na mimi mwenyewe nimekuwa nikiwaambia maeneo mbali, na jana nimemwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati tunapitia mabana, tunaomba katika sera yetu tumekubaliana, tumesema kwamba sisi wenyewe humu ndani tununue bidhaa zetu za miti, furniture na vifaa vingine made in Tanzania ili kumlinda mkulima, lakini pia wafanya biashara. Kama wizara, mazingira wezeshi tuliyoyaweka hivi karibuni ni pamoja na kufanya maboresho katika kanuni zetu zinazosimamia biashara ya mazao ya misitu hapa nchini. Tumefanikiwa kufanya mapitio na maboresho kanuni zinazosimamia utaratibu wa usafirishaji wa vinia kwenda nje ya nchi kwa TSN 807. Kuna tangazo la serikali la mwaka 2024, kanuni za udhibiti na usimamizi wa matumizi ya msumeno wa moto zinazotangazwa kwa tangazo la serikali namba 62 la mwaka 2025. Tulielekezwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais kwamba ule msumeno wa moto mtu akiingia nao porini, yani anashusha miti yote. Kwa hiyo ili mtu amiliki ni vizuri awe ana kibali, ridhaa, sio kienyeji. Unaweza kukutana na jamaa unsound mind, akiingia msituni, akitoka hapo unakutana na uwanja wa football. Kwa hiyo ule msumeno tumewekea sheria, mtu hamiliki tu just like that, atuambie sababu. Maana wengine anaingia usiku katika misitu, by the time unakuja we are late. Imagine mtu umekaa miaka 20 30, hawana huruma, mtu unashushwa dakika. Kanuni za mazao na huduma za misitu kupitia TSN 132 la mwaka, tangazo la serikali la mwaka 2025. Kanuni za jumla za ufugaji nyuki zilizotangazwa kwa tangazo la serikali namba 131 la mwaka 2025. Kuna marekebisho ya kanuni za uzalishaji, usafirishaji na uuzaji wa mkaa mbadala zilizotangazwa kwa tangazo la serikali namba 85 la mwaka 2024. Aidha, tunaendelea kuwahimiza wadau wote na wawekezaji katika sekta hii kujikita katika kuongeza thamani ya mazao ya misitu hapa nchini ili bidhaa zinazozalishwa ziwe zenye thamani kama tulivyokubaliana ya juu, na hivyo kuongeza ajira na kipato kwa wawekezaji na Watanzania wenzetu walio kwenye mnyororo wa thamani wa biashara hii. Mheshimiwa Rais amesema reconciliation. Fanyeni reform, rebuilding. Now this is reconciliation. We need to hear from you. Watu wote wawe na amani na furaha, tuchape kazi.